Ndugu wanahabari, mimi kwa jina naitwa Romanus Mapunda. Ni mtiania wa kugombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Lakini pia mimi ni mhamasishaji mkuu wa G55. Leo nina mambo kaza kwa kaza nahitaji kuzungumza na Watanzania kupitia mambo mbalimbali ambayo yanaendelea katika chama chetu cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini pia pamoja na hivi vitu ambavyo vinaendelea. Jambo la kwanza, naomba kukumbusha vitu vichache. Kama mnakumbuka, mimi nilikuwa ni mtu wa kwanza kabisa kuweza kushauri. Mimi nilikuwa ni mtu wa kwanza kabisa kuweza kukishauri chama kuhusiana na kuzuia uchaguzi. Sijui kama tunaelewana vizuri. Kwa hiyo kipindi na kishauri chama, nilizungumza mambo kaza kwa kaza. Na kwa kipindi kile, kwa kuwa nilikuwa ndio mtu wa kwanza nimetoka fronti na kuonekana kwamba kama vile nilikuwa msaliti. Lakini kipindi na kishauri chama, nilizungumza mambo mengi. Moja ya mambo ambayo niliyazungumza, nilitoa mifano hai kabisa. Jambo la kwanza, nilijaribu kumshauri mheshimiwa mwenyekiti mpya ambaye ni Mheshimiwa Lissu, ambaye nilimshauri kwamba mchakato wetu wa kudai reform ni issue ya kimchakato. Niliposema hii ni issue ya kimchakato, nikiwa na maana kwamba historia inatueleza kwamba swala nzima la kudai reform kilianzishwa na chama cha wananchi CUF toka mwaka 1995 kwa wale ambao wana kumbukumbu vizuri. Kwa hiyo walianzisha mchakato wa kudai reform. Na kuanzia mwaka 1995 mpaka kufika leo 2025, kuna baadhi ya reforms nyingi zimefanyika. Na kuna baadhi ya reforms nyingi bado tunazihitaji ziendelee kufanyika. Kwa hiyo nilimshauri mheshimiwa mwenyekiti Tundu Lissu, pia niliweza kumshauri kukishauri chama pia kwamba reforms tunazihitaji na reforms ni mchakato. Hivyo hatuna sababu ya kutaka kushinikiza reforms isipokuwa tutumie taratibu za kisheria. Hilo nilikuwa nimelizungumza wazi na nilitumia nafasi yangu kama mwanachama kukiweza kukishauri chama. Lakini la pili, nilizungumzia kuhusu kuzuia uchaguzi. Nilitranslate vizuri, nilitolea ufafanuzi vizuri, na moja ufafanuzi nakumbuka nilizungumza kwamba tutakapo kwenda kuzuia uchaguzi, tukumbuke nchi yetu na vyama vingi. Sisi Chadema tunaweza tukajitoa kwenye uchaguzi, lakini wenzetu watakwenda kushiriki uchaguzi. Sasa nini kitakwenda kutokea? Kitu kitakachokwenda kutokea kwamba sisi Chadema tutakuwa tumepoteza haki yetu ya kimsingi kama wanachama, lakini pia tutakuwa tumepoteza wabunge, lakini pia tutakuwa tumepoteza madiwani, lakini pia zaidi tutakuwa tumepoteza paka ruzuku. Sasa mwisho wa siku chama kitaenda kufa. Kitakwendaje kufa? Ili chama cha siasa kiweze kumove, lazima tuwe na pesa za kutosha, na chama ili kiweze kujiendesha lazima tuweze kupata ruzuku kama miaka mingine tulivyokuwa tunakiendesha chama chetu. Hilo la kwanza. Lakini la pili, nilitoa athari kwamba ni kwa namna gani sisi kama wanachama na pia kama Chadema kwa ujumla itaweza kuathirika endapo tutakwenda kuzuia uchaguzi au kutokushiriki kabisa. Na ambayo hayo kimsingi nimeshayazungumza hapo na nimedadavua vizuri. Lakini siku ya tarehe 24, kwa wale ambao wanakumbuka vizuri, pia nilijaribu kushauri kwenye magrupu mbalimbali ya chama kwamba tujaribu kusikiliza serikali inatueleza nini, kwa sababu tunapozungumzia swala la athari, au nilipokuwa na kishauri chama kwamba ni namna gani tujaribu kuendana na katiba ya nchi yetu, namna inavyoweza kutuelekeza, kwa sababu tunafahamu kuna matukio mengi yanaweza katokea. Mfano hiyo tarehe 24 serikali ilitangaza kwamba
tunavyokwenda siku ya kesi ya mheshimiwa mwenyekiti, watu wasiende kujazana mahakamani, isije wakawa naleta vurugu za hapa na pale. Kwa hiyo mimi kama mwanachama pia nilitoa mawazo yangu kama mwanachama, lakini pia kama mtiania nilishauri kwamba tuisikilize serikali, michakato yote ya kesi mahakamani iendelee, lakini sisi tusubiri majibu tukiwa outside ya mahakama au tukiwa majumbani kwetu. Lakini pia tulibezwa na kupuuzwa na kutukanwa sana katika maeneo mbalimbali. Lakini kilichotokea wenyewe pia waliweza kuona wenyewe kwa macho yao. Lakini pamoja na mimi kama mwanachama na mtiania, majibu ambayo aliyeweza kuyatoa mheshimiwa mwenyekiti, kuna yale ambayo niliomba ushauri kwake physically, na niliweza kumshauri ni kipindi na mshauri kuhusiana na swala la kutokuzuia uchaguzi, kwamba tuombe reforms kwa kupitia mchakato halali unaotambulika, lakini pia tusizuie uchaguzi, tusisusie uchaguzi, twende tukashiriki uchaguzi kama miaka mingine tunavyowezaga kushiriki, na tuliweza kupata matunda mazuri, ikiwemo yeye mwenyewe mwenyekiti alishawahi kuwa mbunge misimu isiyopungua 2. Kwa hiyo na vitu kama hivyo. Lakini majibu ambayo aliyoweza kuyatoa, alisema kwamba hakika mimi nitaendelea na huu msimamo kwamba hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Lakini tukiachana na hiyo, wakaja hawa wenzetu ambao tukaja kuongeza nguvu na tukaja tukazalisha hii G55. Wao pia kama wanachama na kama watiania wenzetu ambao wanajulikana kwa mujibu wa kikatiba, walitoa maoni yao kama wanachama, na walitoa ushauri, walikishauri chama kwamba tunakishauri chama, na nafikiri waliandika kabisa mpaka waraka upo, na akapewa mheshimiwa katibu mkuu waraka wa G55 mwaka 2025 upo, ambao wale wote kimsingi walikuwa ni watu ambao wana dhamira ya kutaka kutia nia katika nafasi mbalimbali katika taifa letu. Kwa hiyo na wao walikishauri chama kwamba tunashauri chama kisisusie au kisiache kushiriki uchaguzi kwa sababu ya reforms. Kwa hiyo pia na wao walipaza sauti kupitia social media na midaharo mbalimbali, kupitia vyombo vya habari. Pamoja pia nayo hiyo iliweza kupuuzwa. Lakini si tu kupuuzwa, mimi binafsi nimewahi kuomba mdaharo na mheshimiwa mwenyekiti kwamba tuweze kukutana kwenye vyombo vya habari ili tuweze tudadavue vizuri mbele ya media kwa kupitia vyombo vya habari, ili wananchi wapate kuelewa kwamba sisi G55 sio wasaliti wa chama. Sisi tunakipenda chama chetu vizuri, lakini tunahitaji utaratibu ufuatwe. Na tunapozungumzia utaratibu ufuatwe, chama chetu ni chama cha demokrasia, na kama ni chama cha demokrasia tuna haki ya kusikilizwa. Kwa hiyo toka sisi tumetoa waraka wetu hatujawahi kusikilizwa hata siku moja. Sasa na matokeo yake chama kinaendelea kupata joto la mpasuko na minong'ono kuwa mingi, pamoja na kashfa mbalimbali zinazoendelea. Lakini wapo watu wanayetumia jukwaa lao vibaya na kupotosha umma, wakisema kwamba hawa G55 ni timu ya mheshimiwa Freeman Mbowe ambao walishindwa nafasi yao ya rais, yani kwamba wao ni wafuasi wa mheshimiwa Mbowe. Kwa kuwa Mbowe alikosa uwenyekiti, hawa watu sasa wapo kwa ajili ya nini? Kuharasi uongozi ambao uliopo. Sasa kwa mfano kama kwa wale wenye kumbukumbu vizuri, mimi nilichukua fomu mwaka jana ya kugombea uwenyekiti taifa, lakini baadaye nikajiondoa, nikamuunga mkono mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo mpaka sasa nipo kwenye timu Lissu, na nilizunguka nchi nzima kumpigia kampeni mheshimiwa Lissu. Nchi nzima nilizunguka, na watu wote wanafahamu, wanachadema wote wanafahamu. Sasa nikiwa na maana kwamba sisi G55 sio timu ya mheshimiwa Mbowe, na watu tu ni vile hawaelewi, lakini G55 ni wanachama wa Chadema ambao wanatumia haki yao kikatiba na kidemokrasia ili kuweza kukishauri chama kama katiba inavyoweza kusema. Lakini sasa mimi kuwa mfuasi wa Lissu kipindi kile haina maana kwamba naweza nikamsupport kila kitu ambacho anakizungumza au anakisema.
kitu ambacho naona kitakuwa kiko tofauti, nitamshauri kama mwenyekiti wangu, lakini pia nitashauri kama mwanachama, lakini pia nitashauri kama mtiania wa urais. So sio hilo tu, kuna mambo mengi ambayo pia nimewahi kumshauri binafsi na nimewahi kushauri kwenye vyombo vya habari kwamba mheshimiwa, wewe ni mwenyekiti wa chama, unapokuwa unatoa speech zako inakuwa haileti picha nzuri unapokuwa unashambulia matusi viongozi. Nimewahi kumweleza hilo. Yaani kwa mfano leo mimi Mapunda nimetia nia kugombea urais. Sasa Watanzania hawawezi kuniamini mimi na kunichagua nikawe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwa tu nimemtukana sana Samia au nimetukana sana jeshi la polisi au nimemtukana mtu yoyote. Kwa hiyo watu wataweza kunichagua mimi, itategemea kwamba sera zangu nimejikita kwa viwango vya namna gani na sio kutukana matusi. Kwa hiyo tumewahi kushauri hilo. Tumewahi kushuhudia uongozi uliopita kipindi anaongoza mheshimiwa Freeman Mbowe, ameongoza chama hiki sio miaka isiyopungua 20, lakini hatujawahi kusikia au kushuhudia hata siku moja mwenyekiti Mbowe anamtukana rais. Kipindi Mkapa yuko madarakani, Mbowe alikuwa mwenyekiti. Jakaya Kikwete yuko madarakani, Mbowe alikuwa mwenyekiti. Magufuli alikuwa madarakani, Mbowe alikuwa mwenyekiti. Leo yuko mheshimiwa Samia. Hatujawahi kusikia hata siku moja kwamba mheshimiwa Mbowe kamtukana rais, isipokuwa alikuwa anashauri kama opposition chairman, lakini pia na sisi wafuasi wake wote tulikuwa tunaishauri serikali kwa kupitia majukwaa ya kidemokrasia. Sasa nikiwa na maana gani? Nikiwa na maana kwamba upinzani sio kutukana viongozi. Upinzani sio kubeza kila kitu. Mimi kipindi natangaza azima yangu ya kutiania kugombea urais nikiwa nyumbani Kusini, pale tuna mbunge wa CCM ambaye ni waziri, lakini pia kuna diwani wa CCM ambaye amefanya maendeleo haijawahi kutokea, na niliwahi kuzungumza wazi. Kuna sehemu kulikuwa hakuna madaraja kabisa, lakini akajengwa madaraja. Wakajenga barabara, wakaboresha miundombinu, shule, hospitali, zahanati na vitu vingi kabisa. Sasa vitu kama vile, kama sisi watu opposition tunatakiwa tuseme kwamba, au tunapokuwa tunamkosoa mtu tutolee mfano kwa wale ambao wamefanya vizuri. Sio tu kuwa mpinzani ni mtu wa kukosoa kila kitu. Naona au ukiwa mpinzani basi wewe jukumu lako ni kutukana viongozi. Kutukana sio kushauri. Kama tuna swala la msingi la kuishauri serikali au kuwaelekeza nini wafanye, that is our responsibility. Kwa hiyo tunao wajibu, tuna haki kama wapinzani wa kuweza kuishauri serikali na sio kutukana. Haya yote pia tumeshazungumza sana, lakini usemi wetu haujawahi au ushauri wetu kwenye chama haujawahi kuleta matunda. Zaidi tu tunaambiwa sisi ni wasaliti wa chama, tunaambiwa sisi ni wapinzani, tunaambiwa sisi tumetumwa na CCM, tunaelezwa maneno mengi. Lakini licha ya hayo tuliomba tukae tuzungumze, hawajawahi kufanya hivyo. Sasa haya mambo yanaweza kutuletea mtafaruku mkubwa sana. Jambo la 4 kuhusu G55 kuwa na mpasuko. Tunaona taarifa nyingi zinaenea kwenye mitandao ya kijamii kwamba G55 ina mpasuko mkubwa. Mimi kama mhamasishaji mkuu napenda kuwaambia kwamba G55 ipo. G55 haina mpasuko wa aina yoyote. G55 iko vile vile yenye mauzui yale yale. Lakini si tu hiyo, kuna tetesi pia na porojo zinaendelea kwenye mitandao mpaka hivi sasa kwenye vyombo vya habari mbalimbali. Watu wanaeneza uvumi ambao haupo. Wanasema kwamba hawa wanataka kwenda chama fulani, sijui nini, porojo na kuleta miemko kwa watu mbalimbali. Kama vile wasemaji wetu walivyotangulia kusema, na mimi naomba nikazie vile vile kwamba chama kipo na sisi wote tutahama. Tunakwenda kwenye chama gani? Watu wasubiri. Hizi porojo zinazopapulishwa kwenye vyombo vya hawa nani wanazopapulisha vyombo vya habari wamewasilisha vizuri, wamerusha yale ambayo wasemaji wamezungumza,
lakini kuna watu wanaeneza vitu ndivyo sivyo, kwamba hawa wataenda chama fulani, hawa sijui hivi na vile. Kwa hiyo hii mambo yanayoongezwa hapo, nilikuwa nichukue fursa hii waombe wa Tanzania wote na wanachadema wote, si tu G55. Naamini mpaka kuna wanachadema ambao hawajaridhishwa na uongozi wa mwenyekiti Mheshimiwa Lissu, wote watulie, tutatoa tamko kwa pamoja kwamba where we are going. Kuhusu ubezaji wa maridhiano, wapo watu wengi sana na tunawaona, wengine kwa macho, wengine kwenye vyombo vya habari na wengine kwenye magrupu yetu ya chama huko, wanadiriki moja kwa moja, wanasema kwamba hawa G55 ni kama nilivyozungumza mwanzo kwamba ni wafuasi wa mtu fulani, na mfano nimejitolea mimi mwenyewe. Mimi sio mfuasi wa Mbowe. Wote nchi nzima wanaelewa mimi sio mfuasi wa Mbowe. Na mimi nilikuwa ni kampeni manager wa kujitegemea. Nilikuwa namfanyia kampeni Mheshimiwa Lissu ashinde wenyekiti nchi nzima. Unaona? Lakini nikiwa na maana kwamba G55 haina maana, inaendeshwa na Mbowe, mnamsingizia vitu ambavyo havipo. G55 kama nilivyo explain hapo, ni kundi au kikundi cha wanachama ambacho kinahitaji kushiriki uchaguzi, na sisi tunaamini hatuwezi kuingia kwenye madaraka pasipo kushiriki uchaguzi. Kimfano mimi ni mtiania, hivi nitaingia Ikulu kwa kuweza kuzuia uchaguzi? Naingiaje? Sasa hawa wanaobeza maridhiano tulishazungumza sana, na mimi nimeshawahi kuzungumza sana, na mmoja wapo anayeongoza kubeza haya maridhiano alikuwa ni Mheshimiwa Lissu. Lakini naomba niwakumbushe kitu kimoja. Mbowe, chama hiki ni kweli ni binadamu, anaweza kaa kuna sehemu aliteleza, lakini amekijenga kwa asilimia kubwa sana. Kwa mfano swala la maridhiano, Lissu wote tunajua alikuwa anaishi uhamishoni. Alikuwa yuko anaishi Ubelgiji, yeye, mke wake na watoto wake walikuwa anaishi Ubelgiji. Lakini kwa kupitia maridhiano, Lissu leo yuko Tanzania. Kwa hiyo maridhiano na Samia, yani chama kilichofanya maridhiano na Rais Samia, ndio kimewafanya wale waliokuwa wanaishi uhamishoni wamerudi Tanzania. Nani asiyekuwa anajua kwamba Lissu alikuwa anaishi Ubelgiji, alikuwa anaishi Ubelgiji nje ya Tanzania? Lakini sio yeye tu, Mheshimiwa Lema naye alikuwa anaishi uhamishoni, alikuwa anaishi Canada kama nani wa kisiasa, mkimbizi wa kisiasa. Wote tunafahamu hilo. Kwa hiyo maridhiano akiwa chini ya mwenyekiti Mheshimiwa Mbowe yamefanyika maridhiano, Mheshimiwa Lissu akiwa anabeza hivi kama anavyoendelea kubeza hivi sasa, kwamba ndio yamemfanya arudi wapi? Hawa watu walikuwa wakimbizi wa kisiasa wamerudi Tanzania. Lakini leo wanasema wale wanasema kwamba Mbowe alilambishwa asali akashiriki vikao vya maridhiano ambavyo havikuleta tija kwenye chama. Sasa vitu kama hivi wakati mwingine tukiwa tuna akili timamu tunatakiwa tuviangalie sana, na mara nyingi huwa natoa wito kwamba sasa tunakwenda kwenye uchaguzi. Tunapokwenda kwenye uchaguzi tunatakiwa kuwa makini sana na viongozi wa vyama vya kisiasa ambao wanachochea kutupelekea kwenye machafuko. Sisi hatutaki, kwa mfano kama mimi ni mtiania kama nilivyosema, nahitaji nishiriki election katika hali ya amani. Sasa kuna watu ambao walishaona picha kwamba 2025 mwaka huu naweza nisitoboe. Sasa wanatengeneza mazingira ya how to propagate kwamba ionekane tu kushiriki uchaguzi kutokana na 1 2 3. Sisi tunataka kushiriki uchaguzi, tunaamini tutashika nafasi kwa kupitia uchaguzi wa huru na haki. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe makini sana na hawa viongozi ambao wanataka kutumia mwavuli wa kuwashawishi wananchi waharibu amani. Ila sisi kama wapinzani hatutaki tuwe chanzo cha kuhamasisha vurugu. Tunataka tukashiriki uchaguzi katika haki na uhuru wote, ili twende tukashiriki uchaguzi, atakayeshinda atangazwe, atakayeshindwa arudi kwenye chama akijenge chama vizuri. La mwisho, jambo langu la 6 ambalo ni la mwisho kabisa na nitakuwa nafungia hapo. Naomba nichukue fursa hii niwaombe sana wanachadema wote nchi nzima. Niwaombe sana wanachadema wote, tukae tusubiri, tuachane na hizo porojo zinazosambazwa kwa kusema kwamba hawa G55 watakwenda
chama fulani. Haya maneno yapuuzwe. Sisi chama cha kwenda kipo, tulishafanya nao mazungumzo. Hivi karibuni kitatangazwa kwamba sisi G55 tunaelekea kwenye chama gani. Lakini si tu chama gani, tunakwenda kwenye chama babu kubwa. Yaani si kwamba tunaenda, nimewasikia wengi sana lakini sitaki kutaja chama, wanasema hao watu wanaenda chama fulani, chama fulani. Sisi hatuwezi tukaenda kwenye chama ambacho kina mwenyekiti tu na katibu. Tutakwenda kwenye chama ambacho kina members wengi nchi nzima. Tutakwenda kwenye chama ambacho ni famous tu, na tutakwenda kushiriki uchaguzi vizuri tu. Tutashinda majimbo, tutashinda uraisi, tutashinda madiwani, na tutatangazwa kwa kupitia tume hii tulionayo. Asanteni sana ndugu wanahabari.